sisi ambao bado tumeghafilika na jambo hili, atufanya adhkari wakati tunaona usiku na mchana unapomaliza umri wetu, ghafla tutaondoka duniani hatujafanya lolote. Allah tuongoze sana. Na siku zote waote wanaondoka dunia, anaondoka aliyakuwa bado anaipenda. Yani utaona kila kitu kinakwenda kwa wakati tu kinakwisha. Wewe ulikuwa binti, ule ubinti umekwisha kwa wakati, wewe mwenyewe uamini. Mimi si nilikuwa binti, hivi binti umeenda wapi? Unatamani siku zirudi, ndio zimeenda hivi. Wewe ambaye ulikuwa kijana, unaona tu ujana, yani katika vitu vinaisha haraka bwana, vinavyodanganya ni ujana. Yani ujana unakwisha aliyakuwa unajiona wewe bado uko sawa sawa. Lakini kuna baadhi ya vitu tutaona vinaanza kupungua. Kwa hiyo wenye akili ni wale ambao yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Wanamtaja Allah aliyakuwa amesimama, aliyakuwa amekaa, aliyakuwa amelala. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi, na wanakuwa tafakari muda wote uumbaji wa mbingu na ardhi. Kisha sifa zote wanamwachia Allah. Ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Allah kuumba haya kwa batili tu, akaumba usiku na mchana, jua, mbingu na ardhi, akaumba mchana na usiku kwa bure bure. Subhanaka, bila shaka ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, faqina adhaban nar, atukinge na adhabu ya moto. Wenye akili ni hao ndio Mungu amewasema ni wale ambao wanapoona usiku unavyokata umri wao, usiku na mchana, basi wanafanya adhkari kweli kweli, wanafanya ibada kweli kweli. Lakini ibada zao wanamtukuza Allah na wanamuomba Allah awakinge na adhabu ya moto. Leo Muislamu unaweza kumaliza siku nzima, wiki, hujamuomba Allah kukinge na adhabu ya moto, aliyakuwa umri wako kila siku unamalizika. Yani mchana huu na usiku ndio unafanya tunazeeka. Gari ikiwa mpya, mchana na usiku ndio unafanya inazeeka. Kila kitu kipya. Wewe mwanadamu ukiwa bado mchanga, mchana na usiku ndio unakufanya unakuwa mtu mzima, unafanya unazeeka. Mchana na usiku ndio unapita na unakufa. Mchana na usiku unazeesha kila vilivyoko hapa duniani, vyovyote kitakavyokuwa. Tumepanda mahindi hapo, tunasema bado machanga, lakini kucha, mchana, usiku, mahindi hayo ukienda kuona unakuta hayo yameweka mbelewele hivi, unaona matunda hivi na hivi, siku zimekwisha, umekwenda kuvuna mchana na usiku. Jinsi unavyovuna na wewe ndivyo umri wako unavunwa na mchana na usiku. Allah tuongezie katika nyoyo na tafakari sana juu ya umri wetu unapomalizika. Sema amina. Yani mwanadamu ungejua umri unapomalizika, yani usingefanya masala. Ndio Allah anasema wenye akili ni wale ambao yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Muda wote wanamtaja Allah, muda wote wanajitahidi amridhisha Allah. Yani kila analolifanya anaona Allah ameridhia. Anapokuja msikitini anakuja kwa nia kwamba Allah amlipe, Allah amsamee, Allah kwa Qur'ani amfanyie mambo yake, ampe mwisho mwema. Hivi tuko hivyo kweli kweli, kwamba wale tunausali hata nyumbani hivi tunaomba mwisho mwema, tunaomba hivi na hivi, au alimradi tu ni adhana, alimradi tu tunasali. Kumbe kila tunapokucha umri unakwenda. Kwa hiyo kumuomba Allah muda wote, kwa sababu umri ni kama kamba, yani hatujui kwamba, yani mtu utajua una pesa ngapi, lakini huwezi kujua una umri umebakiza miaka mingapi. Eti kuna ambaye anajua mapesa, utajua kwa benki kiasi fulani, lakini kujua umri wako hakuna anayejua kwamba mimi nitakaa umri gani. Na kipo kisa kimoja, mtu mmoja aliota usiku amelala, akaota, ni kisa maarufu sana. Akaota anafukuzwa na simba, anakimbia yuko msituni, si msituni mbio, akigeuka ile simba liko nyuma. Mbele kidogo akaona kamba inaning'inia shimoni,
akajua hichi nadhani ni kisima, imefungwa juu ya mti na inaning'inia shimoni. Akaona ni shimo ile, akakimbilia ile kamba, akashuka, kumbe kilikuwa ni kisima. Anashuka chini, kabla hajafika chini anaangalia juu. Simba sasa anachungulia tu aweze kuingia shimoni. Simba amekaa pale, baadaye akaondoka. Ile bwana sasa juu anaona panya mweupe na panya mweusi wanakula kamba ile. Alafu akiangalia chini anaona liko lichatu linyoka likubwa lina hema linamsubiri. Ikabidi ashikilie kamba kwa nguvu sana. Sasa baada ya kuona ile kamba ile inaliwa na panya, akaona nifanyeje sasa. Akatafuta sehemu ya ukuta wa kile kisima, akapiga hivi, akakutana na shimo. Akakutana na shimo, ikatokeza asali. Yule bwana akajisahau, akaanza kulamba ile asali. Wakati analamba asali, huku panya mweupe na panya mweusi wanaendelea kutafuna ile kamba. Sasa yeye akanogewa tuna asali. Imeenda, mara ile kamba ikakatika, akaingia katika mdomo wa nyoka, akaliwa. Ile ndoto ilimsumbua. Alipoamka usiku hata kujacha, akamtafuta shekhe. Akamkimbilia shekhe, shekhe, nimeota ndoto hii, hebu naomba unitafasirie ikoje. Akamsimulia. Ile shekhe akamwambia, hiyo na tafasiri tu, mbona nyepesi? Na hebu naomba nisaidie. Akamwambia, yule simba alikuwa anakufukuza unakimbia, hayo ni mauti. Na nini, na ile kamba ile ulikuwa umeshikilia, huo ni umri wako. Na wale ile mpaka panya mweusi na panya mweupe, ile kamba walikuwa wanakula, huo ni mchana na usiku. Alafu huyo nyoka yupo, walikuwa wanakusubiria hapo, baadaye akakumeza. Hiyo ni kaburi, mauti yenyewe. Inna lillahi. Na ukaona mfano huo ni ndivyo ulivyo wanadamu. Hapana, ile asali sikuisema, ndio asali ile ni maisha ya dunia. Yani sisi wanadamu tumepiga lile shimo, tumekuta asali, basi tunakula ile asali, tumenogewa. Tunasahau mchana na usiku unamaliza umri wetu. Tunasahau hiyo kamba hiyo ambayo ndio umri wetu. Kuna siku itakatika, tutaingia kaburini hali ya kuwa tumejisahau. Sasa na limauti linatufukuza, inna limauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hakika ya mauti ambayo mnayakimbia, bila shaka mtakutana nayo. Thumma turadduna ila alimi al-ghaib wa shahada, kisha mtarejeshwa kwa yule anayejua ya siri na ya wazi. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'maluna, mkaambiwe juu ya yale mlikuwa mkifanya. Hichi kisa kikupe mazingatio kweli, ndoto ya huyu bwana. Sasa sisi tumefika kwenye dunia, tumepata shimo, tumekuta kuna asali imetumwagukia usoni, tumelamba, tumesahau kwamba kuna mchana na usiku. Wale panya wanatafuna kamba. Mwanadamu anakuta anajisahau, anakuta anaingia katika shimo la kaburi hali ya kuwa hajafanya lolote. Allah tunusuru sana. Allah tuwezeshe tupate kujiandaa tukijua kwamba usiku na mchana unamaliza siku zetu. Ndugu zangu, ukitaka kujua Allah anatupenda, yani katupa umri mfupi sana, lakini katupatia vitu ambavyo tukidumu navyo tutakwenda kufaidi maisha ya akhera ambayo ni ya kudumu. Umri ni mfupi, lakini ukiutumia vizuri unakwenda kuyafaidi maisha ya akhera. Ndio tunaona leo Muislamu umepewa sala 5, pia umtete hawezi kusali sala 5, tena mwanadarasa sala 5, yani hiyo kwa siku, bimaana kwa siku moja. Hiyo ni ofa ya siku. Allah anakusamea madhambi ukisali sala 5 ipasavyo, tena masaa kabla ya siku. Ukisali salata asubuhi, Allah anakusamea yale madhambi ya usiku. Ukisali salata adhuhuri, Allah anakusamea madhambi yale ya mchana kote, asubuhi mpaka mchana. Ukisali asri, Allah anakusamea mpaka asri. Ukisali magharibi, Allah anakusamea mpaka magharibi kwenda isha, pia Allah anakusamea. Hizo ni ofa za siku. Allah ametupa ofa za siku. Baada ya ofa za siku katupatia ofa ya wiki moja ambayo ni yaumul Jumaa. Ni siku ambayo kuna muda mchache ukiomba dua umesamehewa madhambi yote. Ni siku bora kuliko masiku yote.
ni sala bora kuliko sala zote kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo una ofa ya masaa, una ofa ya siku, una ofa ya wiki nzima. Lakini masaa haya na masiku haya tunachezea tu Uislamu. Bado una ofa ya mwezi mzima katika mwaka, mwezi wa Ramadhani ndio uko mbele huo. Kuna ofa ya mwezi wa Ramadhani uko mbele, lakini Waislamu bado hatuna muda. Yani unaona kama kuna kero fulani inakuja mbele, kuna adhabu fulani inakuja mbele, ndio watu wanamalizia na uzinifu, wanamalizia na nini, siku zinakwenda, Ramadhani inakaribia, mimi nitaacha haya, karibu nitaacha uovu wangu, Ramadhani inakaribia, inna lillahi. Wakati hiyo ni ofa, yani ni ofa ya masiku, ni ofa ya wiki, inakuja ofa ya mwaka mzima. Yani Ramadhani ni ofa ya mwaka mzima. Man swama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atakayefunga Ramadhani imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mungu atamsamehe madhambi yote aliyotanguliza. Man qama Ramadhan, hadithi nyingine, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama usiku wa Ramadhani akisali ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tarawih hiyo na kisha ikupiti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, qiyamul layl ikupiti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ofa hizo, ofa. Man qama laylatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ofa pia, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr anasamehewa madhambi yote aliyotanguliza. Ni umri mfupi, muda mfupi tunakaa duniani, lakini privilege ni nyingi Allah ametupatia, faida ni nyingi ambazo Allah ametupatia. Kwa hiyo bado kuna Ramadhani hiyo, bado kuna hija. Hii hija ni ofa ya umri wako wote, miaka yako yote umekaa duniani, umekwenda hija. Na Mtume sasa mwenye kuhiji, akugombana, akufanya ubaya, atakuwa kama mtoto mchanga. Yani atatoka kule kana kwamba ni katoto kachanga kamezaliwa. Takbir. Bimaana wewe madhambi yote ya miaka yako yote yanamalizwa na hija. Takbir. Kwa hiyo tuna umri mfupi, lakini faida ni kubwa kabisa, ambayo tukizingatia tu haya ambayo Mtume salama na Allah subhanahu wa ta'ala ametuagiza, ametuamrisha, tukayafanya kwa ufanisi kabisa, ukahakikisha kila alivyoishi Mtume salama na umeishi hivyo, ukawapenda watu, ukawahurumia watu, ukawasamehe watu, usiwatukane watu. Leo utaona mtu yake tukana kidogo na tukana zaidi. Mtu anakuambia mjinga wewe, sema wewe ndio mjinga haswa, yani yeye kaongeza zaidi. Lakini Mtume sallallahu akitukana yeye anapunguza, yeye asemi, si ndio? Ananyamaza, na ndiye ametufundisha kunyamaza. Lakini leo sisi ukitukana bana, wewe umepiga mara mbili, yani umemzidi yule aliyekutukana. Kumbe tunayaribu maisha yenyewe ni mafupi na muda mfupi kweli kabisa, ndugu zangu. Kwa hiyo umri unamalizika, lakini tukitumia privilege tulizopewa hizi, wale wenye uwezo wakaenda hija umri wao. Ndio maana wazee zamani anasubiri umri umesogea sasa, dunia ameiacha. Yani dunia imeanza kumwacha na yaanza kuiacha, mademu manini, hana muda tena. Ndio wanakwenda hija hao, anakwenda kusafisha yule yote aliyokosea katika ujana. Leo watu wanakimbizana, vijana kwenda hija, sio vibaya. Wakirudi na wanafanya mambo ya ovyo. Yani hija inaonekana kitu cha kawaida tu, kama watu wanakwenda utalii. Utaona wakienda kule makamera manini, niko hapa hivi na sifa fulani hivi. Tangu ndege anapanda mpaka anapofika kule. Ukiona kwenye YouTube vichekesho tu wakati mwingine. Wameenda vijana hao, wakitoka huko bado na hizi sasa kuyatunza, lakini sio vibaya. Lakini unaona akitoka kule sasa anasahau kwamba amerudi kuwa mtoto mdogo. Yani Mungu amemsamehe madhambi yote kama anavyotoka katika tumbo la mama yake. Kwamba sasa adumu katika toa. Ndio wazee wakitoka hija zamani, watu wanamkimbilia waombe dua. Ukiwa na jambo shehe, naomba niombe dua. Yani unajua huyu ni mtakatifu, huyu ni msafi, kasamehewa madhambi yote, ndio maana dua zake zinajibika. Leo si watu wa hija wala si watu
yani hija imekuwa kitu cha kawaida tu, tandawazi. Kwa ndugu zangu, ni muda mfupi sana tulionao, lakini tukumbuke kwamba kila linapozama jua umri wako umekwisha. Mtu mmoja aliulizwa katika Ramadhani, unafurahia nini? Kipi unafurahia sana? Akasema mimi nafurahia ile adhana ya Bilali ile ya jioni, ile saa moja ile ile adhana ya magharibi. Maana yake kwamba yeye kinamtumburudisha ile adhana ya magharibi, sio maana yake wakati gani unafurahi sana? Akasema mimi nafurahi wakati ule Bilali anatoa adhana ya magharibi. Umeelewa? Kama ule muda ni muda wa kula. Kumbe ajui hata jua hilo kuzama tu, adhana ikitolewa hiyo, yeye umri wake umekwisha. Ajui. Lakini amefurahia adhana ya magharibi kwa sababu ya msosi. Kwa ndugu zangu, hebu tujiandae, hiyo Ramadhani iko mbele hiyo. Tuhakikishe tunatengeneza tunasamehewa madhambi, tuseme inshallah. Lakini kwa wale ambao na yenyewe Allah alivyoelekeza ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmeamrishwa kufunga nyinyi waamini. Tena Allah anawaita nyinyi waumini wote, mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa wale walikuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa Allah, upate hofu ya Allah, umche Allah. Ndio maana yake. Yani Ramadhani lazima weke azima kwamba inaingia Ramadhani, ikitoka mimi ni mcha Mungu kweli kweli. Ndio maana wacha Mungu ni wale wenye kumwogopa Allah. Allah alichokuamrisha kufanya. Allah ameamrisha tuwatii wanaume, tuwatii wanaume. Sisi pia tuwatekelezee haki zao wanawake. Lakini sisi tunawalalamikia hawa, lakini sisi hatujawatimizia yale ambao wanatuhitajia. Ndio tuko hivyo, wanaume wengi tunalalamika sana. Lakini wote kila mtu akitekeleza haki zake, kama mke wangu haki zake, nitekeleza haki zake na yeye haki zangu, kila mmoja akachunga lake, kwamba mimi nikifanya hivi namkosea Allah. Mtume katuamrisha tuishi na wanawake hivi, alafu mimi namfanyia hivi mke wangu, natoka nje ya ndoa mpaka mke wangu anajua, namuumiza moyo wake, hafurahi, namtesa, ananung'unika. Na wewe mwanamke unakosea, unatoka nje ya ndoa, unamsaliti mmeo, unamuumiza. Na wanaume wanaumia zaidi kuliko nyinyi wanawake. Mwanamke unaweza kuona mwenzako amechepuka, ukasema basi wanaume wako hivyo, si ndio? Lakini kwa mwanamke ni kitu kibaya kabisa. Lakini wako wanawake wa hivyo, waume zenu hawapo, mnakula winga kana kwamba Mungu hawaoni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo tujitahidi Ramadhani, tujitahidi sana sana. Sisi tuwe tumuogopa Allah, tuwe karibu na Allah zaidi, ili tutumie umri mfupi huu tuliopewa na Allah kuhakikisha tunajiwekea maisha ya akhera ambayo ni ya kudumu. Yani tutengeneze uhakika wa kuyapata maisha ya akhera. Tuseme inshallah. Usipoteze muda wa siku inapita, Muislamu hujasali sala 5 kwa wakati. Salati ya asubuhi inakupita, salati ya dhuhuri inakupita. Hizo ni ofa ya masaa, ofa ya siku, ofa ya mwaka, ofa ya umri wako wote tumepewa. Lakini hatuwezi kutumia ofa hizo. Kila siku mchana na usiku unapunguza umri wetu bila kujua. Ghafla tutaondoka, ghafla tunakuja Israeli kuichukua roho yako. Huna maandalizi yoyote, alafu unasema niache kidogo nikafunge nikatoe sadaka. Allah anaambia kalla, amna kabisa. Tuliwatuma watu wakushughulika na wewe, lakini ulikataa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujue hivyo kwamba umri wetu unakwenda, unamalizika. Utake usitake, ulikuwa binti, sasa wewe ni mama. Umetoka kwenye umama, sasa unaitwa bibi, na uwezo ukarudi kwenye umama tena. Kutoka kwenye ubibi unakwenda kwenye ukongwe, uwezo ukarudi kwenye ubibi tena. Kutoka kwenye ukongwe bwana, nilinyoka lile linakusubiri, ndiko lina hema linakusubiria. Ile kamba ikikatika tu unatumbukia, yani kamba ya umri wako ukikatika unatumbukia kwenye mdomo wa linyoka hilo. Na baya zaidi utatumbukia kwenye mdomo la nyoka, una chochote ambacho umeenda nacho. Ulikuwa msengenyaji,
ulikuwa mvurugaji, yani ulikuwa mtu wa ovyo kabisa katika dunia hii. Dini uliipa asilimia chache, yani katika maisha yako dini haina 70%, dini na 1%, 99% umeipa dunia. Alafu unaingia kwenye mdomo wa kaburi, mdomo ambao ukishaingia lazima ufunikwe, na ukifunikwa unafunikwa kana kwamba wewe hautoki tena. Ndio tunaona watu wanaweka magrili, wanaweka manini yale mabamba, piga vigae, piga manini, yani wanasiliba kabisa. Likiwa la udongo pia limefunikwa kabisa, wanahakikisha alitoa lina hata tundu, hata udongo ulioko pembeni sema huu ni wapake leteni. Inna lillahi. Sasa unaingia kwenye nyumba hiyo aliyakuwa ulitumia mchana na usiku vibaya, lakini masaa 12 ya mchana yanamaliza umri wako, masaa 12 ya usiku yanamaliza umri wako. Kila siku masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, masaa 12, si ndivyo hivyo? Masaa 12 usiku, masaa 12 mchana. Yani haya 12 yanamaliza umri wako, yakija mwingine 12 yanamaliza umri wako, yakija mwingine 12 yanamaliza umri wako. Lakini Uislamu tumejisahau sana. Ukija darasa unakuja tu alimradi ngoja niende moto, mwenyekiti kule atasema mtoro faini hivi na hivi, watakuja kunifuta darasa hivi na hivi. Haikumi kwamba mimi sijaenda kuisoma Qur'an leo, ya Rabbi unisamehe, ya Rabbi sijaenda leo katika kutafuta radhi zako, sijaenda, ya Rabbi nisamehe. Yani kwamba uumie kweli kwa nini hujaja darasa. Ni wachache sana, wengi anakuja tu kama nende kwa wenzangu. Hapana, ndugu zangu, tuje humu tukijua kwamba umri wetu unamalizika kabisa. Umri unamalizika. Ndugu zangu, nirudie tena, tujitahidi sasa kuyakimbilia yale ambayo tukidumu nayo tutamaliza vizuri. Hilo linyoka linatusubiri kwa kutumeza, litatumeza aliyakuwa tumeenda kifua mbele, tuna Qur'ani tumehifadhi. Niko nasikia mnahifadhi, mnasoma Qur'ani kule safi kabisa. Leo jamaa tukisoma surati Yasin huko, unaona yeye anachukua msahafu anapita kaka yangu hapa, yeye anasoma surati Yasin kwa kuona herufi takbir. Allahu Akbar. Sio jambo dogo hiyo yote, kwa sababu ya kibara Islamic Center. Allah abariki nyote na abariki wale waanzilishi na watu walioleta fikra ya darasa hili, lakini Allah tuingizie kwenye nyoyo tujue tunafanya kwa faida. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وفي الآخرة الحسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وسلم.